Kama umeitazama filamu ya Mad Max, basi unakumbuka kuna scenario moja wakati Max amekubaliwa na Furiosa kuingia kwenye lile war rig. Kuna muda Furiosa alichomoa kama kisu hivi kutoka kwenye gearbox. Unadhani ilikuwa ni kwa bahati mbaya? Hapana, kwa sababu baadaye kwenye filamu tulimuona akiitumia katika kujiokoa. Sasa ile pale ni zana au mbinu nyingine ya kusimulia stori ya filamu ambayo inaitwa Chekhov's gun. Mambo vipi? Karibu katika chaneli hii ili tuendelee kujifunza kila siku kuhusu filamu. Swali linakuja, Chekhov's gun ni kitu gani? Hii ni kanuni au zana ya uandishi ambayo inasema chochote kinachoonekana katika hadithi basi kinatakiwa kiwe na matumizi au maana baadaye kabla ya hadithi kuisha. Hii inajumuisha silaha, ujuzi, tabia na hata taarifa. Iwapo utavionyesha mwanzoni mwa filamu, basi tunategemea kabla ya filamu kuisha vitatumika. Kanuni hii imetoka kwa mwandishi Anton Chekhov ambaye yeye alisema iwapo umetuonesha bunduki ukutani katika Act 1, basi inatakiwa ipigwe kabla ya hadithi au filamu yako kumalizika. Na anapoongelea bunduki hamaanishi kwamba bunduki yenyewe, inaweza kuwa jambo lolote lile. Yawezekana ni kitu, tabia, uwezo, siri au hata mstari wa mtu wakati anazungumza kwenye hadithi. What do you want? Rita Hayworth. What? Including her. Sasa utajiuliza nini ni umuhimu wa hii Chekhov's gun? Jambo la kwanza, inaondoa vitu visivyo na maana kwenye hadithi. Ina maana kila taarifa au detail itayoonekana inakuwa ina kazi mbele kwenye simulizi yako au tuseme kwenye story ya filamu yako. Pili, inaongeza kuridhika kwa watazamaji. Hii ina maana wao wanapotazama wanakuwa wanaona kwamba hadithi imepangiliwa vizuri kwa sababu kuna jambo uliwaonesha hapo kabla na linapokuja kutumika wanaona kweli ulikuwa unajua unachokifanya. Tatu, huimarisha mantiki kwenye story yako. Hii ina maana matukio hayaonekani kwamba yamekuja ghafla tu, inaonekana yalipangwa na kupandikizwa hapo kabla. Hivyo yanapotokea yanakuwa ni malipo ya kile ulichokipanda hapo kabla. Umuhimu wa 4 wa Chekhov's gun, kuongeza payoff ya kihisia kwa mtazamaji. Yaani anakuwa anaridhika na anachokutana nacho sasa. Hii ni kwa sababu anakuwa tayari alishapandikiziwa jambo mapema. Kwa hiyo linapotokea anaridhishwa na hisia yake inaridhika kwamba hatimaye hiki kitu kimetumika. Linapokuja suala la kuitumia Chekhov's gun kwenye simulizi yako, jua kuna kanuni na hatua za kufuata. Hatua ya kwanza ni unaiset up. Yaani kuset up manake unaiweka kwenye story yako, yawezekana katikati ya mazungumzo, yawezekana ni kitu tunakiona, inakuwa ipo kwenye scene bila ya kuwa na drama yoyote. Baada ya hapo, tunapoendelea kutazama simulizi yako, tuseme ya filamu, unatupa reminder. Kwa hiyo reminder ni hatua ya pili, kwamba kitu tunakiona japo kwa uchache tu, usikiweke kwa wingi. Na hatua ya tatu inaitwa payoff. Ni kwamba kile tulichokisikia ama tulichokiona ama tulichokishuhudia hapo mwanzo ukiwa umekipandikiza, kisha ukatukumbusha kidogo hapo katikati, kinakuja ku payoff, ndio inaitwa payoff. Hiyo ndio namna Chekhov's gun inafanya kazi. Au ipachiki ghafla, haitokee ghafla. Unapitia hatua 3, yaani setup, unakiweka kitu ama kinazungumziwa kitu bila ya drama yoyote, sio lazima kisisitizwe. Alafu hatua ya pili unatupa reminder, yani unatukumbusha kuna hiki kitu bila hata ya kusisitiza sana, kwa uchache tu. Alafu 3 unafanya payoff, yani tunaona sasa matumizi ya huu ujuzi tuliouona hapo kabla, hiki kitu ambacho tulikiona hapo kabla ni haya. Sasa zipi ni aina za Chekhov's gun? Yani ina maana hivyo vipandikizi ni vipi? Cha kwanza ni kitu. Kitu ina maana yaweza kuwa chochote. Yaweza kuwa ni silaha, yaweza kuwa ni labda
vifaa vya makeup tukaviona mapema, yaweza kuwa ni madaftari ambacho baadaye tunaamini utatuonesha kwa nini ulituonesha. Kwa hiyo kwenye jambo la muhimu kitatumika. Aina ya pili ya Chekhov gun ni ujuzi. Kama umewahi kuona kuna filamu mwanzoni kabisa wanakuonesha kwamba mtu huyu ambaye labda shujaa wa filamu ana ujuzi fulani. Yawezekana wa kompyuta, wa kukimbia, wa kupiga risasi, ujuzi wowote ule. Ukiuonesha kwenye act 1 ama mwanzo wa filamu, basi tutakaa tukisubiria kwamba huu ujuzi unaenda kutumika wapi. Aina ya tatu ya Chekhov gun ni taarifa. Yawezekana tukasikia watu wanazungumzia kuhusu jambo fulani na mbele inapotokea tatizo kubwa au dharura kubwa, basi tunaona ile taarifa inavyotumika, kwamba tunajua kwamba kuna mtu alikuwa anazungumzia labda password, kwamba mimi password yangu hapa ni 2255. Sasa tunakuwa hatujui why ameitaja, maana yake ile wameset. Sasa mbele mwishoni kwenye jambo la muhimu, yawezekana mtu huyo labda alizimia. Kwenye kuzimia simu yake ndo ina watu wake wa muhimu. Kwa hiyo mtu anakumbuka alishanipa taarifa, password yake ni hii hapa. Kwa hiyo huo ni mfano mmoja wapo. Kwa hiyo taarifa nayo ndio inavyokuwa Chekhov kwa namna hiyo. Taarifa pia zaweza kuwa za namna nyingi. Yawezekana ni password pia, yawezekana ni taarifa kuhusu jambo fulani, tunaita exposition, kuhusu sehemu fulani, kuhusu mnyama fulani. Inapokuwa na matumizi mbele ndo inapoitwa Chekhov's gun. Aina nyingine ya Chekhov's gun ni mambo ya mahusiano. Yawezekana mwanzoni mwa filamu ukatuonesha muhusika na mtu fulani labda ni maadui au ni marafiki. Usituoneshe mahusiano ya watu halafu kumbe kwenye story hayana matumizi mbele. Unavyoyaweka mahusiano, maana yake unatuambia huyu nimekuonesha ni adui au ni rafiki au ni mpenzi kwa sababu mbele kuna tukio unatuandaa nalo. Likitokea hatutoshtuka kwa sababu tutakuwa tunajua kabla wao walikuwa wanahusiana vipi. Na aina ya mwisho ni udhaifu. Ni kwamba yawezekana muhusika anaoneshwa kwamba ni muoga wa kupiga risasi. Kwa hiyo mbele unataka kutumia kwamba itapotokea yuko kwenye tukio ambalo inabidi apige, akashindwa kupiga, tunakubaliana naye kwa sababu tangu mwanzo tulijua ni muoga wa kupiga risasi. Kwa hiyo udhaifu wowote, mwingine yawezekana ni anatetemeka kwenye kufanya jambo fulani, yawezekana umeweka ni anatetemeka anapomkutana na mwanamke au ni muoga kuongea na mwanamke. Kwa hiyo mbele kwenye story yawezekana ikambidi inatakiwa yeye aongee na mwanamke. Kwa hiyo ikimbidi aongee na mwanamke, akifeli tutamuelewa kwa sababu ulishatupandikizia, ulishatupa Chekhov gun kwamba huyu hawezi kuongea na mwanamke. Kwa hiyo hapo itapowabidi atumie ule ujuzi itashindikana. Hii haimaanishi ni upande wa uoga tu, inaweza kuwa pia ulevi, kwamba mwanzoni ulishatuonesha ni mtu ambaye ni mlevi sana, mbele ulevi wake ukasaidia kubadilisha jambo kwenye story yetu. Au pia yawezekana ni mgonjwa, ugonjwa wake pia unaweza kutumika kama Chekhov gun. Kuna watu wanakuwa wanaoneshwa mwanzoni wana ugonjwa kama pumu mfano, alafu mbele ile pumu inatokea katikati ya jambo la muhimu sana na inasaidia kuchanganya mambo, kuongeza tension kwenye filamu au kuongeza ugumu kwenye story husika. Ili kuelewa vizuri zaidi, hii ni mifano ya Chekhov's guns zilizotumika katika filamu mbalimbali. Mfano wa kwanza unatoka kwenye filamu ya Maharaja. Katika filamu hii kuna kipengele kimoja ambapo tunaoneshwa namna muhusika ambaye alikuwa ni askari anavyomkamata na kumhoji mtuhumiwa. Alichokuwa anakifanya, anamchukua mtuhumiwa, anaenda naye kwenye eneo ambalo alifanya tukio, kama ni wizi au mauaji. Kwa hiyo akimpeleka kwenye hilo eneo, anaanza kumwambia aoneshe namna alifanya hilo tukio. Mwizi anaingia ndani, anaonesha njia alizopita hadi alipofikia kitu ambacho aliiba. Na tukamwona askari yule akathibitisha mbele ya watu wenye kumiliki kitu husika ni kweli huyu mtu alikuwa ni mwizi. Payoff yake ilikuja mbele ya filamu kwenye mkasa wa Maharaja mwenyewe ambaye ni muhusika mkuu, pale ambapo watu waliingia ndani mwake wakamfanyia tukio baya binti yake.
Kwa hiyo tulioneshwa namna yule mtu anavyohadithia alivyoingia, na akashikwa uongo kwa sababu kwenye kuhadithia kwake ikaonesha mtu ambaye anahadithia kuwa alimkaba alikuwa ni mrefu kwake kuliko hadithi ambayo anasimulia inaonesha alimkaba mtu ambaye alikuwa ni mfupi, kitu ambacho kinamaanisha alimkaba binti wa maharaja na sio maharaja mwenyewe kama yeye anavyosimulia. Mfano mwingine ni kupitia filamu ya Home Alone. Katika filamu hii mtoto anaelekezwa mazingira ya nyumba, naye baada ya kuyajua anatega mitego mbalimbali, na payoff yake inakuja mbele kwamba wezi wanapovamia ndani ya ile nyumba, ile mitego inatumika kuwadhibiti wale wezi. Kwa hiyo bila ya sisi kuoneshwa mwanzoni kwamba huyu mtoto amepandikiza mitego hii na hii, ingekuja ghafla inakuwa haina maana. Au pia kama angeweka ile mitego alafu mwisho wa filamu hatujaona matumizi yake, inakuwa haina maana kutuonesha ile mitego kwa muda wote ule. Mfano mwingine wa Chekhov gun ni kupitia filamu ya The Dark Knight, ambapo tulionyeshwa kwamba Joker ana tabia ya kupanga kila kitu mapema, na mbele kwenye filamu katikati ya matukio yake anavyoonekana yuko mbele ya wakati, anavyoonekana kwamba alishapanga kila kilichotokea hadi yeye kukamatwa alipanga. Hiyo inakuwa ni payoff, na hapa Chekhov's gun inakuwa ni tabia ya muhusika. Bila ya kuwa na matumizi huku mbele, ilikuwa haina maana kutuonesha namna Joker anavyofanya mipango yote. Kwa hiyo alituonesha na baadaye akaitumia. Mfano mwingine ni kupitia filamu nyingine maarufu ya mapambano, ya mapigano, inayoitwa John Wick. Mwanzoni mwa filamu tunaonyeshwa kwamba John Wick ana ujuzi mkubwa wa kutumia silaha. Mbali ya kuonesha yeye, pia kuna mtu alikuwa anamuogopa. Hadi sisi tunashangaa kwa nini wanamuogopa John Wick. Mbele kwenye filamu ujuzi ule ukatumika, ndio maana tukawa tunamuona na uwezo wa kupambana na watu wengi sana kwa kutumia silaha. Tuliamini kwa sababu walishatupandikizia kuonesha mtu huyu ni mtata kwenye kutumia silaha. Hivyo ingekuja ghafla tu ingekuwa ni kosa kubwa sana. Hii huwa inatokea sana kwenye filamu zetu za Kiafrika au tuseme za Kitanzania. Tunaona watu wana ujuzi wa ghafla, wakati mwanzo wa filamu hatukuoneshwa huo ujuzi. Lakini pia iwapo ukituonesha ujuzi mkubwa mwanzoni halafu mbele ya filamu haujatumika, hiyo inakuwa sio Chekhov's gun. Unakuwa umevunja sheria, umeweka na matukio yasiyo na umuhimu. Kwa hiyo umuhimu ni kwamba uonesha kwanza ujuzi fulani, tabia fulani, kisha mbele utuoneshe matumizi yake pia. Kama umeelewa vizuri kuhusu Chekhov's gun, basi weka mfano wa filamu ambazo wewe ulishuhudia wakitumia zana hii ya usimuliaji wa filamu. Sasa hapo ndipo tunapokuja kwenye makosa ambayo waandishi wengi wanayafanya. Cha kwanza ndo kosa la kuonesha kitu ambacho baadaye hakina matumizi. Hakikisha kila unachokionesha kiwe na matumizi. Jambo la pili ni kuonesha payoff. Yaani unatuonesha kitu kinatokea bila ya kutuandaa hapo kabla. Kosa lingine ni kufanya payoff ndogo kuliko setup. Umetumia muda mrefu sana kutuonesha ujuzi labda au vitu fulani, halafu matumizi yanakuja kuwa madogo sana. Kwa hiyo jitahidi unavyofanya setup kubwa, basi na malipo yake yawe makubwa sana. Malipo tunamaanisha matumizi ya hicho ulichotuonesha mwanzoni mwa filamu yawe ni makubwa sana. Na kosa la mwisho ni la kuweka vitu vingi visivyo na umuhimu. Kifupi, hakikisha kila unachokipachika kwenye story, kama ni ujuzi, madhaifu au tuseme kitu au lolote lile, basi matumizi yake yawepo mbele. Usiweke wingi wa mambo ambayo hayana matumizi. Hapo ndipo unafanya mtu atazame filamu na kuona uliweka matukio mengi ambayo hayana kazi. Kwa hiyo jitahidi uweke vitu vya muhimu tu. Usiweke vitu vingi ambavyo havina kazi kwenye story yako. Kwa hiyo ipi ni kanuni ya dhahabu kuhusu hili? Cha kwanza, hakikisha kitu unachokiweka kwenye screen tukione kinakuwa kinafanya kazi kwenye simulizi, au kinaongeza tension kwa wakati huo, au kitakuwa na matumizi baadaye. Na ndio maana filamu nyingi tunazoziona zinafanikiwa duniani zinakuwa na matukio ambayo yako tight. Hakuna taarifa ambayo haijawekwa kabla na hakuna taarifa iliyowekwa halafu isitumike.
Naam, hayo ni machache kuhusu Chekhov gun, moja ya zana za kusimulia hadithi ya filamu yako. Kumbuka kusubscribe kwenye chaneli hii, kwani kuna jambo la kujifunza kila siku. Tukutane video inayofuata.